project, it will not have any value. Wacha nikukumbushe siku moja niliambia Moi, when I was chairman of KANU, alitaka sana niwe na mtindo wa kutukana watu wa milima sana, Kibaki na kutukana Jenga Karume. Alipenda sana. Mimi nikiwa kijana nikamwambia, mimi ni kijana mdogo, even if I'm the chairman of KANU, but let me tell you, I know people ya milima. Ukienda ukuta yeye mgonjwa kabisa karibu kukufa, na una dawa ya kuponesha ugonjwa yake, na umutukane na umwambie mambo haya yote, utamwambia kama ile ilizungumzwa na mjumbe huyu wa Garissa, kunywa hii dawa, ama ukue kama nini ya mama yako, sijui ukue nini. Mkikuyu atasema wacha nife, sitakunywa hiyo dawa. Na Moi akaniambia umesema kweli, because mimi nazungumzaga ukweli. Ndio alienda akatafuta Kihika Kimani. I'm saying the history and your excellency, you know this. Na watu wa Kenya wanajua hii nikisema what I'm saying. Katafuta Kihika Kimani. Niko chairman ya KANU, Kihika ni wa DP, lakini kwa sababu ni mtu wa kutaka pesa, alikuwa anapenda pesa sana Kihika, akakuwa engaged. Sikizeni sana. Mimi nikakataa matusi. Kihika akakuwa engaged na yako DP na mimi niko KANU. Hakuwa ni kama yeye anaongoza mikutano ya KANU. Kazi yake ilikuwa kutukana Jenga Karume, kutukana Kibaki na watu wa Central. It is in the clip. I'll get you the clip. Ama wale mnasikiza mtafuta hizo clips. Akatukana Jenga Karume, Kibaki, watu ya milima baya sana. Na Moi was enjoying that. Alikuwa tu anacheka. Akawatukana, but they did not come in KANU. They said let's die. Na wako kuja KANU. Until Kibaki, Kihika died. Very miserable life. He died. Wale walimtumia wote. Moi na watu wa Rift Valley wote wale walimtumia. Nobody came in the funeral. Hakuna. Na mimi nilimwambia wewe, wacha matusi ya watu ya Central, kwa sababu hawa ndio watakuzika. Sometimes nasema kama mtabiri, na muangalie muone hiyo mambo tunasema ni kama kutabiri na tabiria nyinyi. Msisahau, msikuwe kama ngeli ya kusahau. Nobody came in the funeral of Kihika Kimani. It was only me as a young person being KANU. Nilienda kuzika yeye. Tulikuwa na Profesa Karanja. Na nikapembeleza sana Jenga Karume akakubali kukuja. Nikapembeleza Uhuru sana. Walikuwa watu wamekataa wakakubali kukuja. I want to give an example. Your Excellency. Hiyo haikukataza Kibaki kuwa president. Hiyo haikukataza mambo yale tulikuwa nataka kuwa chief iwe achieve. I'm telling you that, Your Excellency, because the problem you have wewe sasa, wewe uko na agenda na project na dream yako, hiyo dream, you want to build this country. You had a dream. Lakini sasa ukipea watu kama Kimani Ichung'wah anakuja hapo mbele, anakuja anasema na ni kwa watu wengine Bungoma, anaenda kutukana Natembeya, na anasema hivi, nikumbushe Your Excellency kama huko shika mzuri, anasema hivi, atoe Natembeya na hiyo serikali mlikuwa naye past government, hiyo ndio mlikuwa naua watu na kupeleka watu Yana River. I want to ask you, Your Excellency, when he says that Kimani as is in front of you, na wewe ulikuwa kwa hiyo serikali na Uhuru alikuwa kwa hiyo serikali, Natembeya anatukana ama ni yeye anatukana ukiwa na Uhuru na mko pamoja? Sasa ni nani? Na hata yeye alikuwa kwa serikali gani? Sasa the question, ni Natembeya anatukana ama ni wewe, Your Excellency, kwa sababu ulikuwa deputy president, ama ni Uhuru kwa sababu ulikuwa president? Sasa mko pamoja na hata yeye. What I'm trying to say, unakuja na watu ambao hawajijui, even they don't know the statement of what the statement they are giving. Let me tell you, Your Excellency, tuliomba kura na wewe kwa unyenyekevu,
Even this vote ile iko mbele ya wana Kenya, wengine wakisema mpaka wataiba kura, lazima sijui uende miaka ngapi, although you said you are not interested with that, and I was happy for that statement, kwa sababu Mungu ndio upeana. Lakini kama hiyo ndio watafanya, na wanataka tena wawe wakuwekea mzigo ya wewe kuomba kura, wanaenda kuomba ile watu walitukana, au ulituwaka. Mwalimu anasema kama ni yeye apate nguvu, angekuwa anaua jinsi 500 every day. And you have heard that, Excellency. Juzi anawatukana ati kiti ni ya mama yako ama ni ya, you know, those language, ile watu wanaongea na wako kwako hapo mbele. Then they are making the government to lose structure on the ground kabisa. Wanafanya serikali na kuwa watu wataki kusikia mambo ya serikali. It's just because of the surrounding.